Nchi ya Kenya imekwama siku nyingi kwa sababu ya uongozi ambao haufikirii ni vipi tunaweza kwenda mbele pamoja. And we have not been able to make the difficult decisions to unlock the potential of Kenya because of a few people who want to threaten everybody. Mimi nataka niwaambie watakutana na mimi this time. Hiyo tunaelewana bwana? Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Ruai, niwaulize. Yaani nyinyi mnaniambia kweli ati nirudi nyuma ati watoto wetu wakose ajira ati kwa sababu watu wanataka kununua kitanda kutoka Marekani? Bana, that will not happen. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Vile vile hapa kwenu Kamulu hapa tuko na technical college, si ndio? Nimeambiwa huyu Karith amesema pale mnataka wanafunzi wa hapa waende wasome. Mimi nataka niwahakikishie tumepanga tayari, tunawaletea equipment ya Kamulu pale ya shilingi milioni 70 equipment. Alafu katika hii budget yetu tumeongeza pesa kutoka bilioni 5 mpaka bilioni 10 ya watoto ambao wataenda kusoma katika technical and TVETs, our technical vocational colleges, ili watoto ambao wataenda pale Ruai wapate masomo ya kutosha na wawe na scholarship ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila mtoto bila ya kubaguliwa ametoka nyumba aina gani wanapata nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na zile vitu zingine. Watu wa Ruai mko tayari? Ile kitu tu mimi nitawadai watu wa Kasarani ni kwamba watoto wenu wakuje pale, kwa sababu tumejenga, tumeweka vifaa, tutakuwa na scholarship, na vile vile nimehakikisha ya kwamba tukiendelea mbele mwaka huu tunaajiri wale watakaofundisha katika colleges zetu watu ama walimu 1,700 ambao wataendesha hizo colleges zetu, because it is important for us to equip our young people with skills and competencies that will make sure that they become productive in the Republic of Kenya. Watu wa Ruai mtaleta watoto tuwasomeshe. Mumeona juzi last week tumetangaza nafasi ya walimu wa primary na secondary school wengine 20,000. In January tuliajiri walimu 35,000. Saa hizi tunaongeza walimu 20,000. Wote watakuwa walimu 55,000, kwa sababu elimu ya watoto wetu ni ya muhimu. Hatutaki mtoto aende shule alafu mzazi baadaye anaulizwa wapi pesa ya mwalimu. Hatutaki mtoto aende shule akose mtu wa kumfundisha. So this year we are going to employ a total of 55,000 teachers, na mwaka ujao vile niliahidi, nilisema we are going to employ 110,000 teachers to close the gap that is there in our schools. In the next 2 years tutakuwa tumekamilisha hiyo kazi, watoto wetu wote watakuwa wanasoma. Tunaelewana jameni? Kwa sababu kupitia kwa elimu ndio mtoto wa tajiri anakuwa sawa na mtoto wa maskini. Wote wanasoma kiwango moja na wote wanapata nafasi ya kujionyesha ya kwamba wao ni wazalendo wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie pia watu wetu wa hapa Ruai na watu wa Nairobi, tumekuwa na shida ya chakula, si ni kweli? Bei ya unga imepanda, ingine imepanda, lakini mimi niko na habari kwenu. Mimi niliwaahidi njia ya kuondoa hii njaa ni kuweka pesa kwa kilimo. Tumeweka pesa kwa kilimo, na mimi nataka niwashukuru wakulima wetu. Wakulima wetu ni wazalendo wa taifa letu la Kenya. Wamezalisha chakula mpaka wakaongeza ile ardhi ambayo ya kuzalisha chakula, wameongeza by 200,000 acres.
sababu tunataka kuangamiza kabisa hii mambo ya njaa. Tusikuje tena tukabishana mambo ya unga. Na hiyo shida nika pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Na ndio nimeweka katika hii budget. Mimi nataka niwaambie wale wanajaribu kuzuia mambo kule food security needs. Wacheni siasa ndogo ndogo ambaye haisaidii mtu. Tuko pamoja ndugu zangu watu wa Ruai. Hii dunia tutaibadilisha kwa vitendo na kwa mpango. Muungwana wenu hapa amesema kuhusu barabara zenu. Hizo ziko katika rada yetu. Vile tutapanga mambo ya barabara zenu, mambo ya maji ya Nairobi, nimeshakubaliana, niliwaahidi ya kwamba kabla ya Disemba. Lakini nimeambiwa inaweza hata kuwa hapo Oktoba. Tutakuwa tumemaliza, tumeweka pesa karibu 1.5 bilioni ya kulete maji ifike Nairobi. Ile bomba kubwa inatoka pale Kabete na hii bomba ingine inatoka hapa Kiambu. Tayari maji imefika Ruai, imefika Githurai, na mimi nataka tuhakikisha kwamba hiyo mfereji tumejenga inaenda mpaka hapa airport iwe imekamilika, ndio tuwe na maji ya kutosha, and by next year we will have sufficient water, but we are going to plan for the water of the future vile governor wenu amesema. So hii mpango yote tuko pamoja. Watu wa Ruai tunaelewana? Mnataka tuendelee tupange hii maneno ama mnataka watu watufanyishe maandamano? Si tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba hii mpango ya kubadilisha Kenya ndio inasumbua watu wengine sana. Hawa majamaa wa maandamano wamekasirika na mimi. Ati mimi nataka nichukue vijana wengi waende kazini, watakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe. Kwani kuna kijana amezaliwa Kenya hii kufanya maandamano na kutupa mawe? Mimi nataka niwaambie hawa watu wa maandamano, please give the Kenyan people and the Kenyan youth a break. The plan we have of 1 million jobs for the young people of our country, in our housing program, in our digital program, in our agro-processing, value addition and manufacturing program, you cannot sabotage. I will not allow you to sabotage that plan because you have done it for so many years. This is not the year you are going to succeed. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaambie hawa wangwana, sisi tunawajua na tunajua mbinu zenu. Na itaanguka vile ilianguka mbeleni na vile inaangukanga kila siku. So, msipoteze wakati. Mpango ya kuhakikisha kwamba kuna ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya itaendelea mbele. Kama mtakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe, shauri yenu. Lakini hakuna mtoto amezaliwa Kenya hii kufanyishwa maandamano ama kufanyishwa kazi ya kutupa mawe. Kesho kutakuwa na amani Kenya. Nasikia wale majamaa wanataka kufanya maandamano. Mimi nataka niwaambie mapema na mchana. Walifanya maandamano Ijumaa. Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Mnataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. Hiyo tuwachane naye, please. Tulimaliza mambo ya uchaguzi, si ndio? Kwani walikuwa wageni, si walikuwa Kenya hii wakati tulikuwa tunaendesha uchaguzi? Si uchaguzi iliisha? Kama wanataka uchaguzi mwingine wangoje, kuna timetable ya uchaguzi. Saa hii ni nafasi ya kufanya kazi. Sio kama tunaelewana. I want to say for the avoidance of doubt. Last week on Friday, lost their lives. I will not allow any other Kenyan to lose their life so that somebody can satisfy his political ambition. That is not going to happen. Sio kama tunaelewana. Kila Mkenya tujipange tuende kazini. Kila mtu na hasoli yake. Ile ingine tunapanga ili tuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Tumekubaliana watu wa Ruai? Tumekubaliana? It is not right for a few people to think that they can disorganize the country, they can sabotage
the Republic of Kenya, cause mayhem, cause bloodshed, cause destruction of property, na pia wajipendekeze hapo ni mambo ya siasa. Hakuna siasa ambaye inapoteza maisha ya wananchi. That is not politics. That is anarchy and that is death and we will not allow. Sijui kama tunaelewana. So hawa majamaa tukutane na hawa, kama wanataka waende kotini, tutangangana na huko. Lakini kuharibu mali ya wananchi na kuharibu maisha na kupoteza maisha ya wananchi, that's a no-go zone. Sijui kama tumekubaliana jameni. Tuko pamoja? Sijui kama tumeelewana. Tumekubaliana? Munasema nyinyi watu wa Nairobi, munataka tupange ajira ya hawa vijana ama munataka tupange maandamano? Si tupange ajira? Wale wanasema tupange ajira ya vijana nione kwa mkono. So hiyo ndio referendum ya wananchi, wamesema wanataka ajira, maandamano hatutaki. So sitaki kusema kuzidi hapo. Watu wa Ruai, watu wa Kasarani, watu wa Kanairo, mimi sitaenda sana. Si tumekubaliana mtakuja kulete mapicha zenu, wale watu tafadhali muende waambie wale wako nyumbani. Kila mtu alete picha yake. Kama details yenu iko tayari, tuwapatie hati miliki, tujenge Nairobi na tujenge taifa letu la Kenya. Asanteni sana watu wa Nairobi, na wapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much.